This is Ephraim Frank Mwaitebere. Habari ya jioni. Na ujumbe mfupi ajili yako kusaidia mwili wa Kristo. Neno la Mungu linasema katika Warumi 5 mstari wa kwa mtu mmoja dhambi iliingia, kupitia mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na ya watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Ile dhambi ilivyoingia ikazaa kitu kinachoitwa mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kupitia mtu mmoja sisi wote tumetenda dhambi, kama nilivyoongea asubuhi ya kwamba Adam na Eva na walipokula tunda walifukuzwa Eden, wakatengwa na Eden. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya Adam na Eva walipokula tunda walisababisha mauti, na mauti ikawafikia watu wote kwa sababu ya dhambi. Kwa sababu ya dhambi. Manake dhambi ilizaa mauti, mauti ikawafikia watu wote. Manake nini? Ni hivi, Adam alivyotenda dhambi akafukuzwa Eden. Eden ikawa tupu, ikawa haina Adam tena. Na tafsiri ya Eden wa Mungu. Kwa namna nyingine Biblia inavyosema alifukuzwa, manake alifukuzwa kwenye uwepo wa Mungu, akawa hayuko tena kwenye uwepo wa Mungu. Na huko alikoenda akaenda akazaa. Sisi wote tumetoka kwa Adam, tukazaliwa nje ya uwepo wa Mungu. Lakini Mungu kwa sababu anatupenda, katika Yohana 3 mstari wa 16 Biblia inasema Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee ili kila tu amwaminie uzima wa milele. Unaweza ukaona hapo ya kwamba kwa sababu ya Adam kula tunda tulitengwa na Mungu. Kwa sababu anatupenda akatafuta mtu ili aje atuokoe hapa duniani. Lakini hakuonekana mtu yote ambaye anaweza akatuokoa. Lakini alichokifanya akasema, nafanyaje sasa? Maana hao watu wanahitaji kuokolewa. Akasema, mimi Mungu nitatoka Mungu, nitaenda nifanyike mwili. Nikifanyika mwili, damu yangu ikimwagika, mtu awe ameokolewa. Mungu alichokifanya, akatoka mbinguni akaingia kwenye mwili, na alipoingia kwenye mwili wa mwanadamu, kilichotokea hapo sasa ni kubeba dhambi zetu. Kwa sababu tatizo la sisi na Mungu ilikuwa ni dhambi. Na Mungu anapokuja duniani anaibeba dhambi ya ulimwengu, anaenda msalabani, sisi tunakuwa salama. Maana anasema yeyote anayemwamini Yesu Kristo, anayemwamini huyo aliyebeba dhambi zetu, ya kwamba amelipa gharama kwa ajili yetu, anavikwa haki yake Yesu. Sema amen. Nataka kuzungumza kitu gani? Ya kwamba sasa Biblia tunarudi hapa ambapo katika Yohana 3 mstari wa 16 ya kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae Yesu Kristo, kila amwaminie hapotee. Aliyemwamini Yesu hapotee. Kitu kinachomfanya mtu asipotee, kinachomfanya mtu auone utukufu wa Mungu ni kuamini tu. Amwaminie Yesu ana uzima wa milele. Kitu kidogo tu, kumwamini Yesu, yani kukubali kazi ya Yesu Kristo pale msalabani. Biblia inasema unakuwa na uzima wa milele. Ndugu zangu,
Eden, Mungu anataka turudi Eden. Tunarudi namna gani? Kwa kumwamini Yesu Kristo. Tunapomwamini Yesu Kristo tunarudi kanika na Mungu, tunakuwa mtu mmoja. Wakorintho wa pili 5:17 Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani, mtu anayemwamini immediately anakuwa ndani ya Kristo. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe ambacho hakijawahi kutenda dhambi kwa kumwamini tu Yesu Kristo. Ya kale yote yamepita, tizama yamekuwa mapya. Ile Wakorintho wa pili 5:21, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Unaona, yeye asiyejua dhambi, hiyo ndio inaitwa neema. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi. Sisi tunaojua dhambi akatufanya kuwa wenye haki. Hakustahili hukumu, akahukumiwa. Na sisi tulikuwa tunastahili hukumu, na ndio maana katika Warumi 8:1 Biblia inasema sasa basi hakuna hukumu juu ya wote walio katika Kristo Yesu. Kama vile Kristo asivyohukumiwa, na wewe hauhukumiwi. Alihukumiwa, sasa hivi hauhukumiwi. Yeye hauhukumiwi, na wewe hauhukumiwi. Shalom, shalom. I love you. Bless you. Thank you so much.